Mke wangu, hapa nilipo nina njaa. Naomba chakula, nioge, na aka kapombe naweza nikakuachia na wewe kidogo, ili kusudi mtoto tumboni aburudike au. Baba koma. Siku ile umefuata baskeli, tunaenda kliniki mpaka leo. Ndio unarudi nyumbani? Tena unarudi umelewa. Mwanaume weleweki, utamaniki, hujulikani, mbele wapi nyuma wapi, eti naomba chakula. Naomba chakula. Unamwomba nani chakula? Umehemea? Ela mboga umetoa? Umache la ndani? Wewe mwanaume vipi? Naona unanipanda kichwani. Unijua unataka kuyanyanyua mizimu yangu. Unataka kuinyanyua mizimu yangu wewe eti. Takupasua pasua nikufinyange sasa hivi. Leta zalau, mimi nataka chakula hapa. Utakula pombe zako na utakula jeuri yako. Nimevumilia, nimechoka. Ni mara ngapi mimi nakuimbia kuhusu pombe? Kila siku pombe. Hamna kuacha pombe. Alafu shemeji alijia basikeli yake. Alafu alisema yeye ndo atanipeleka kliniki. Maana wewe hutaki kutimiza wajibu wa mimi na wewe kwenda kliniki. Nikwambie wewe mwanamke, mambo ya kliniki mimi kwanza nilishakwambia. Mimi sina mimba, wewe una tumbo lako. Sasa mimi naenda kupimwa nini sasa? Tukapime afya, kwani hujui? Sitaki masuala ya kuchezewa na manesi mimi. Unachezewa nini? Unaenda kupima afya yako, ujue afya yako. Utajua wewe na tumbo lako. Mimi kwenda kushikwa na manesi hapana. Na kuambia hivi baba, siwezi. Hili ni tumbo la muda mfupi, nitajifungua tu na mimi pia nitarudi kwenye ubinti wangu, utabaki na uzee wako. Unajua bwana Salamba, niambie bwana Manyika. Natakiwa bwana tuwe makini sana. Kwa sababu nahisi huyu mwanamke ameshanishtukia. Ndio. Kama unakumbuka jana nilikupigia simu. Nakumbuka. Na nikakata. Umeona? Alafu vile namba ya mke wangu silipika mara 2. Sawa. Bwana alinikuta kiwa chumbani. Nilipofika nyumbani kasikia simu inaita. Akapokea. Nikasikiliza maneno. Unaamua kunipigia kabisa, niko nyumbani. Bwana achana na mimi na mume wangu. Baada kwanza akamaliza kuongea na simu. Nilipomaliza kuongea na simu akaniona, kata basi kata. Sawa. Nikata simu. Alipokata simu, ndio mwambia vipi? Ulikuwa unaongea na nani? Mimi nilikuwa nasikiliza tu muziki, simu yangu haina sauti. Nikasema we, nimesikia kila kitu. Ndio ulikuwa unaongea na nani? Nimesikia kila kitu kabisa. Ndio. Akafunguka. Hapa mimi sasa kuna mwanaume ananisumbua, namwambia mimi na mume wangu hataki kunielewa. Nikasema mpigie simu. Sasa kapiga simu ya kwanza ikakata, akapiga tena simu ya pili yenyewe ikaita ikakata. Ndio. Kamwambiaje? Naomba namba yake ya simu. Kanigei namba ya simu. Jaza jina lako likatokea. Salamba. Uzuri simu ilikuwa nimenyanyua hivi kidogo. Hakuiona lakini. Ndio. Nikakata. Sasa. Nikamwambiaje bwana huyu nimeshachukua namba yake, nitadili naye. Tafuta kwa muda wangu. Nitamtafuta kwa muda wake. Ndio. Kwa sababu na mimi niliona kwamba hii simu nisipokee. Si kwa sababu mambo yetu tulikuwa tumeshaongea ili mchongo tutengeneze ili tujue nini. Kwa pale inatakiwa tu tukae kiwaangalifu zaidi. Ni kweli inatakiwa tukae waangalifu ili jambo letu tulikamilishe vizuri. Vipi mwanangu, habari za hapa? Salama mama, za siku njema. Unaendeleaje na hali yako? Namshukuru Mungu mama, mimi naendelea vizuri. Vipi huko utokako wazima? Huko nitokako wazima, namshukuru Mungu. Vipi kuhusu biashara yako, unaendelea nayo? Mama, naendelea ndio na biashara hivyo mdogo. Vipi kuhusu baba mkwe? Ameshaacha tabia zake hizo za kulewa? Aache pombe? Hawezi. Maana hata mdogo wake alimshauri sana, lakini hasikii. Hata siku zile nimemwambia twende kliniki.
lakini haelewi kabisa. Aliazima hadi basikeli kaja kaiweka hapa hadi siku 3 ya 4 ndo kaonekana nyumbani. Mwishowe mdogo wake kaja kaichukua basikeli. Mpaka sasa ndio hivyo, hata kwenda kliniki hatujaenda. Haya, mimi ninachokuomba jitahidi tu hapo kwa biashara unakofanya. Usije ukakaacha. Sawa mwanangu? Sawa mama, nimekuelewa. Safari yangu safari yangu safari yangu safari yangu safari yangu safari yangu safari yangu. Mume wako ameelekea wapi? Ametoka nje kuongea na simu kidogo. Kama tulivyoongea toka mwanzo. Sawa? Niambie sasa, umejipangaje? Kitu kiko fresh. Unajua tena. Ila jitahidi. Siwezi kukuangusha kwenye hilo. 100% kabisa. Mambo yatakuwa vizuri. Lakini kumbuka ulinipa nusu. Bado ile nyingine hujamalizia. Na mpaka sasa hivi sijaona mamala hapa. Shida nini? Hebu fanya umalizie bwana. Fanya kazi bana, hela ipo. Shida nini? Jamani. Samani, nimewachelewesha? Hapana. Nilipata simu kidogo, nilikuwa nimeenda kuongea na simu kidogo nje. Sasa majibu yameshatoka tayari. Umeona? Sasa majibu yenu yako kama ifuatavyo. Naona hapa wote hamna changamoto yoyote ya kiafya. Kwenye upande wa kizazi kila mmoja yuko vizuri. Sasa kama tuko sawa sawa, shida ni nini sasa? Swali lako ni zuri. Na mpaka sasa naweza nikupa kwa nini uweze kutungisha mimba au kutotunga mimba. Ni si swala la kirahisi kama unavyofikiria. Umeona, au gumu kama unavyofikiria. Kwa hiyo yoga ina majibu mengi. Pia ni kuangalia muundo wa maisha mnaishije lifestyle yenu. Umeona? Kwa hiyo kuna bidii ushirikiano mkubwa sana wewe na mke wako. Mkae mlijadili hili swala na pia mpate elimu kubwa sana inayohusiana na mambo kama haya mnayohitaji. Pia ushauri upo, elimu ipo, kwa msichoke kuja mpaka sasa. Na tukapa ushirikiano wa kutosha sana. Kwa naombeni karibuni sana na msichoke kuja. Karibuni sana. Safari yangu safari yangu. Mimi naondoka na maganda yangu. Nimeshatoa, unanidai hela? Nimeshalipo huko, mimi naondoka sana. Shida hii. Kwanza nina siku zangu 3 sijafika nyumbani. Natumia pesa. Nina gari. Mimi boss. Oya brother, vipi? Mbona uko nakunywa pombe kwa raha yangu? Wewe brother, sio kataenda nyumbani. Mambo na wewe wafanya sio mazuri. Hata uzafiri kitu cha watu. Si. Unanipeleka wapi sasa? Nyumbani. Nyumbani mimi siendi. Nyumbani nafika na ndaenda. Twende nyumbani. Kaka. Wewe. Pa brother, hebu fanya twende nyumbani. Nimekwambia nyumbani siendi. Sikia, unajua nimezunguka kutafuta kwa sababu yako. Unajua nyumbani kuna changamoto gani? Mimi sijui. Fanya twende nyumbani. Maneno mengine achana nayo. Mbona wewe tutachalazana na bakola sasa hivi hapa. Acha mchezo kabisa. Nyanyuka twende nyumbani. Kwenda nyumbani? Tunalazimishana kwenda nyumbani. Leo tunalazima. Nitakubeba hata begani. Safari yangu na maisha yangu huwezi kujua.
Safari yangu ninaijua mie. Kaka, mambo? Salama, naje dada? Safi, mzima. Niko poa. Vipi dada kaka? Nisi kaka. Kaka, mbona unaonekana kama uko sawa? Maana nimekuona umekaa muda mrefu hapa, mara unajinamia, mara unakunywa pombe kwa hasira. Una tatizo gani wewe? Lakini dada, mbona mimi niko sawa kabisa? Halafu nikikuangalia kama kwenye macho yangu ni mgeni kabisa. Unaweza kusema mimi ni mgeni kwako, lakini sio mgeni. Hapa nilipo sasa hivi nina kama miezi miwili nipo hapa. Na pia nimetokea Isaya Magazi. Ndio nilipo, ni mkazi wa Isaya Magazi. Sijui wewe kakaangu hapa una muda gani, au pengine ni mzaliwa hapa? Nilikuwa napenda kujua. Mimi ni mzaliwa hapa Liabukande. Nimezaliwa hapa, nimesomea shule hapa, makazi yangu yote ninafanyia hapa. Mimi nikipenda nilikuwa naomba kama itawezekana unaweza kunipa namba yako ya simu, na nikikaa fresh nitakutafuta. Safari yangu ni 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 safari yangu.